Leo tutajifunza jinsi ya kutumia hii nozzle ya 1M kutengeneza cake borders. Cake borders ndio ile urembo wa juu ya keki au chini ya keki. Nozzle yenyewe ndio hii ya 1M ambapo tutaiweka ndani ya hii piping bag, na pia tutatumia buttercream ambayo tulitengeneza jana, tutatumia glasi, tutatumia cake board pamoja na turntable. Hii cake board ni ya inchi 14. Kwa hatua ya kwanza ni utaweka hii nozzle yako ndani ya hii piping bag. Hakikisha unapoiweka isiweze kuchoma hii piping bag yako. Baada ya hapo, pale meno yale ya nozzle yalipoanzia ndio utakatia hapo. Usikate juu sana, kwa sababu ukikata juu sana hii nozzle itapitiliza. Inatakiwa ibane hapo. Wewe utazungusha tu kisu hapo, kama una mkasi utazungushia chap, alafu hiki kipande cha mbele utakitoa kama hivi. Na ukisha kitoa sasa, utachukua hii piping bag yako, utaikunjua kama hivi, alafu utaiweka ndani ya glasi. Hii itakusaidia kuweza kuweka hii buttercream kwa urahisi bila kuimwaga. Unaweza ukatumia kijiko kuchotea hii buttercream, kama una spatula pia unaweza ukatumia. Kwa hiyo utaweka buttercream yako ndani ya piping bag, alafu sasa baada ya hapo utainua hii piping bag yako. Ukiwekea ndani ya glasi ni vizuri zaidi, lakini ukishazoea utakuwa una haja tena ya kutumia glasi. Utainua hii piping bag yako, utasukuma chini hii buttercream kama hivi ninavyofanya ili iweze kusogea chini. Sasa ukiwa unaisukuma chini, utaona kama hapa pembeni kuna hivi kama vitobotobo. Hivi vitobotobo hivi ni maana ni hewa. Kwa hiyo kisha na unaona binya kama hivi ili hiyo hewa iweze kutoka. Sasa ukishahakikisha kwamba hakuna hewa, utaisukuma yote chini vizuri, alafu utaiweka hapa katikati ya vidole vyako, hivi vidole viwili. Utaibana hapo, alafu utazungusha mara 2 au 3, alafu huu upande wa juu utaukunja namna hii, na wenyewe utaupitisha kwenye kidole chako hiki, kidole gumba. Hivi vidole 4 hivi ndio utakavyotumia kwenye kubinya sasa hii buttercream yako. Sawa? Hiki kidole gumba kinabinya kwa juu, hivi vingine 4 vinabinya kwa huku pembeni. Kwa hakikisha unafanya hivyo. Na unaweza ukafanya kwa mfano kama unaibinya mara moja inatoka. Kama hivi ambavyo mimi nafanya. Kwa hakikisha unabana mfuko wako hapo kwenye kidole gumba, alafu ina hivi vidole 4, ila kumbuka kuinani kwanza kuizungusha. Sasa ua la kwanza tutakalojifunza ili inaitwa ua rose. Ili ua rose mara nyingi ni kwenye cupcake, unaweza kuweka juu ya cupcake, lakini pia unaweza ukaweka juu ya keki au pembeni ya keki. Lakini leo tunajifunza borders za juu na chini. Kwa hiyo juu ya keki yako kisha ipamba, unaweza kuzungushia rose kama hii. Najua kwa jinsi unavyozungusha ni kwamba hii haifiki chini, na kwa hii nozzle yako haifiki chini, na kwa iko kwa juu. Kwa hiyo unakuwa unabinya huku unapeleka mkono wako unazungusha kama hivi, alafu unaiachia. Sawa, unaona jinsi ambavyo mimi nafanya. Ukifanya majaribio utaweza. Kwa hiyo unazungusha, unairudisha kwa juu, alafu unaiachia. Sawa, unaona kama hivi unavyofanya hapa, unaendelea kubinya. Kwa jinsi unavyozungusha unaendelea kubinya. Sasa ule ubinyaji wako sio wa nguvu sana, kwa sababu ukibinya kwa nguvu sana ina maana itatoka nyingi, na sisi tunataka itoke ya wastani. Unaona kama za kwangu zinatoka za wastani. Na ua lingine ndio ile ambalo mimi napenda kuita mti wa Christmas. Unaona unavyokaa, unakuwa unabinya, inatoka huku wewe unaipeleka juu hii nozzle yako, au piping bag yako unakuwa unainua. Haigusi chini, lakini kwa jinsi inavyozidi kunani unakuwa unabinya. Kwa hiyo hapa unaweza ukaongeza nguvu kidogo, lakini isiwe sana. Labda kama unataka boda zako ziwe nene. Na kumbuka kwenye kupamba keki hatunaga kukosea. Tuna design mpya. Kwa usije ukapamba ukaona nimekosea, hapana. Hiyo ni kwamba ni design yako mpya. Wewe ni designer sasa hivi.
Kwa hiyo unapokuwa unafanya haya mazoezi ya kutumia hii nozo, hakikisha kwamba unaweza pia hata kuja na design zako wewe mwenyewe. Haya ni yale ambayo yamezoeleka na ambayo ni rahisi kwa beginner yoyote kuweza kufanya. Kwa kama hivi unavyoona mti wa Christmas, unaweza ukabinya ukaiacha kwa chini yale mawimbi yake yakakaa, alafu ukawa na nani kwa juu. Boda nyingine ni hii ya star, hii inaitwa vinyota. Unakuwa unabinya kidogo unatoa kama hivi unavyofanya. Unabinya kidogo unaachia, unaitoa kama hivi. Hii boda unaweza ukaweka juu ya keki, unaweza ukafunika keki yote na hii boda na hivi vinyota, au unaweza ukaweka juu ya keki. Ni wewe maamuzi yako. Kwamba unaweza ukapamba keki alafu ukachukua nozo yako ukapitisha keki yote. Keki yote na kwamba inakuwa na nyota. Unaweza ukachanganya rangi za buttercream au ikawa nyeupe peke yake. Hayo sasa ni maamuzi yako wewe kama designer wa keki. Sawa, kwa hiyo hivi ndio ambavyo vinaitwa vinyota au nyota. Ukiangalia vizuri, ngoja nje niinue sahani uone. Umeona kabisa nyota za angani zile. Umekosekana mwezi tu hapo. Haya, tuendelee. Ili lingine, ili sasa unakuwa kama unachora. Unaanza unakuwa yani hii nozo haishiki chini. Hii ni mimi napenda kuita ni rose iliyolala. Rose isiyopenda stress. Yenyewe unapeleka tu nozo yako, unaweza ukafanya mfano kwa kuchukua peni na karatasi ukachora kama hivi alafu ukafatisha. Watoto wanaita haya makorokoro, lakini hili ni rose ambalo halitaki stress. Sasa hili ni rose lilolala. Hili lingine najaribu kuweka ambalo halijalala, kidogo limesimama, mkono na usimamisha. Kwa hiyo na jinsi unavyoweka mkono na yenyewe inamata. Okay? Kwa hiyo hii ni rose iliyolala isiyopenda stress. Hii ni rose ambayo imeamka, ambayo kidogo inapenda mashamsham. Hii ya pili. Unaiona? Kwa hiyo kumbuka hapa ni unazungusha tu mkono wako. Unazungusha, unakuwa unachora maduara ambayo yanafuatana. Sawa, unaona? Hii imelala sana, hii kidogo ya pili imeinuka. Haya, tuendelee. Hii ya tatu sasa, hii ni design nyingine ya cake border. Hii inapendeza zaidi ikikaa juu ya keki. Hata ile hii ya rose iliyolala na yenyewe pia inapendeza ikikaa juu ya keki. Kwa hiyo hii na yenyewe unakuwa unachora tu, huachi nozo. Unakuwa unabonyeza, kwa hiyo kwa sababu utakuwa unatumia turntable utakuwa unazungusha tu. Na hii hapa tuseme ni samaki mwenda pole. Kwamba unakuwa unabinya, unaachia, unabinya, unaachia. Hii boda hii hapa unaweza kuweka juu ya keki, unaweza kuweka chini ya keki, ni wewe tu na maamuzi yako. Na kumbuka hakunaga kukosea. Hii boda nyingine unaweza kaita moyo uliochoka. Ndio ninavyoitaga mimi, msicheke jamani. Naitwa moyo uliochoka, kwamba unachora huku na unachora huku. Haya yote ni maamuzi yako wewe. Kumbuka kufanya mazoezi. Kwenye keki kupika ni rahisi, kupamba ni mazoezi. Mazoezi muhimu.